Bwana, mwanzoni tunakiona kifaa cha ajabu kinashuka katika sayari ya dunia, kikafika katika nchi ya Joseon na kupita kwa spidi ya ajabu. Upande wa pili kuna binti moja alikuwa amebebwa kwenye kipando, kampoteza mume wake juzi tu na ana miaka 15 tu. Sasa watu kutazama juu wakashangaa kukiona kile kifaa kinaelea angani, na kumbuka miaka hiyo hakukuwa na ndege wala nini. Kile kifaa kikaanza kushuka na upepo mkali ukawa unatokea. Binti ndani akaanza kuomba msaada. Upepo ulikuwa mkali sana, vitu na watu wakaanza kupeperushwa pamoja na kile kipando. Sasa maskini kile kipando kikawa kinaelekea kudondokea bondeni, lakini ghafla kila kitu kikaganda pale. Kisha katokea jamaa mmoja ambaye kavaa tofauti kabisa na watu wa kipindi hicho, akasogea na kukishika kipando kisha akakirudisha juu, alafu ndio akaruhusu kila kitu kiendelee, yani muda ulioganda ukaendelea pale pale. Polepole mwamba akafungua kipando na kumpatia mkono mtoto wa kike. Sasa huyu jamaa yeye ni nani? Twende sawa, ni rasmi kabisa, tunaianza drama yetu kali ya ukweli, wanaita My Love from the Star. Basi kama wewe ni mgeni katika channel yetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika channel, lakini pia washa notification bell ili uweze kupata taarifa mara tu tunapokuwa upload video mpya. Basi twende sasa katika sehemu ya kwanza kabisa. Sasa tokea lile tukio litokee, siku na miaka ilipita, lakini yule jamaa aliyemsaidia yule binti hakuzeeka na sura yake haikubadilika kabisa, na alikuwa na uwezo wa kusikia sauti kutoka mbali sana, mara 7 ya uwezo wa binadamu. Jina lake huyu jamaa anaitwa Min Jun na katokea sayari nyingine kabisa tofauti na dunia. Watu walimkuta duniani na wakaondoka, na yeye alibakia akiendelea kuishi. Japo alikuwa na uwezo wa kuwasaidia watu, hakutaka kujihusisha na masuala ya binadamu, na mpaka sasa ni miaka 400 imeshapita tokea adondokee katika sayari ya dunia. Sasa leo akipita njiani akaona kuna taarifa ya habari ambapo ilikuwa inasema miezi 3 ijayo kuna kitu kitaanguka duniani kama kimondo hivi. Basi akajiambia kuwa muda wa kurudi nilikotokea unakaribia baada ya kusubiri kwa miaka 400. Sasa tuje upande wa pili, tunaona watu kibao ambao ni mashabiki wa huyu mrembo ambaye ni mwigizaji. Huyu mrembo anaitwa Song Hye, ni star mkubwa kwenye kuigiza filamu. Basi akawa anachukua selfie pale, yani anajikubali ile mbaya. Sasa Song Hye akafika katika apartment moja. Huwa hapendi kukaa nyumbani kwani hana mahusiano mazuri na mama yake, na kwenye hiyo apartment ndio Min Jun anaishi pia. Wote wakaingia kwenye lift moja. Min Jun ni mkimya na hanaga mazoea na watu. Song Hye akashangaa, mbona lifti zinaenda tu na jamaa atoki? Kumbe vimba vyao vilikuwa katika gorofa moja. Song Hye alivyoona fujo akamwambia, wewe niambia, ulikuwa unanifuatilia kwa muda gani? Akaanza kujitambulisha pale mwenyewe, mimi naitwa Song Hye na kila mtu ananijua. Sasa unataka nini? Unataka picha au nini? Lakini Min Jun hakusema kitu, na lift ilipofunguka akatoka zake nje. Song Hye akamfuata bana. Kufika hapa ndio akagundua kuwa Min Jun naye anaishi gorofa sawa na anayoishi yeye. Binti akamuuliza, unalijua jina langu? Min Jun akamuuliza, kwani lazima nilijue? Kisha akaingia ndani kwake. Song Hye akajisemea mwenyewe, hivi mjinga, inakuwaje nijui mimi au sio mtu wa Korea Kaskazini nini? Sasa huyu hapa ndiye mama yake Song Hye. Leo akampigia simu Song Hye. Wakati huo Song Hye alikuwa busy akisoma comment za watu kwenye posti zake. Kuna watu walikuwa wakimsema vibaya, kama unavyojua duniani sio kila mtu atakupenda. So kuna watu walikuwa wanamuonea wivu. Song Hye akawa amemind sana. Mara simu ikawa inaita, kuangalia akaona ni mama yake, akaipokea pale. Mama yake akaanza kumlaumu pale, kwa nini hujarudi nyumbani? Song Hye akamwambia, wewe mwenyewe ulisema mimi sio mwanao na nisirudi tena nyumbani. Mama yake akamwambia, nisamee mwanangu, niliongea kwa hasira tu. Akamwomba Song Hye amtumie pesa, lakini tayari Song Hye alikuwa shampa pesa nyingi sana kwa ajili ya kufungua mgahawa, lakini pia alikuwa amempatia pesa nyingi kwa ajili ya matumizi. Lakini alikuwa hana namna, ndio maisha anayoishi, yani hana mahusiano mazuri na mama yake. Huku Min Jun akiwa amelala akaanza kusikia kelele. Kumbuka na uwezo wa kusikia umbali mrefu sana. Sasa kwenda kucheki, yalikuwa ni matone ya maji kutoka kwenye bomba. Basi akafunga bomba na kurudi kulala, lakini haikupita muda akaanza kusikia sauti za binti akilia, yani Song Hye. Song Hye alikuwa akilia, alikuwa na huzuni licha ya kuwa ni superstar. Kuna watu wanamsema vibaya, lakini pia hana mahusiano na maelewano mazuri na mama yake. Sasa zile kelele za binti akilia zilimfanya Min Jun akose kabisa usingizi. Akatoka pale na kuingia chumba cha kujisomea, kisha akaamua kuandika kumbukumbu za mambo yaliyotokea miezi 3 iliyopita katika sayari ya dunia, kwa sababu siku zake za kubaki katika dunia ni chache na siku za kurudi zimekaribia. Leo Song Hye akiwa amekaa na meneja wake wakawa wanaangalia taarifa ya habari, ambapo inasemekana Song Hye ambaye kwa sasa ni superstar katika tasnia ya uigizaji amekuwa na mahudhurio mabovu katika masomo yake, na juzi tu zimeonekana picha akila bata. Hivyo watu wakawa wanalalamika pale, kwani yeye ni kama kioo kwa jamii, hivyo walihitaji Song Hye arudi chuoni na endelee na masomo pia. Basi mkuu wake akamwambia, hili swala limeshafika mbali, kwa sasa hatuna namna tena, inabidi urudi tu masomoni. Pia leo airport kuna jamaa alikuwa anafika ambaye huyu sasa ni rafiki wa muda mrefu na mrembo Song Hye. Jina lake anaitwa Jeon.
Sasa ni muda mrefu hajaonana na binti, na leo aliporudi akaamua kuja kumsindikiza Seong kwenda shuleni. Basi wakazama kwenye gari ili kuelekea shuleni. Sasa Jeong anampenda sana Songi toka zamani, lakini Songi hajawahi mkubalia kwa sababu moyoni mwake kuna mtu ambaye ashawahi msaidia. Sasa hayupo tayari kumpenda mtu mwingine mpaka atakapompata huyo mtu aliyemsaidia hapo zamani. Basi wakafika shuleni na watu kibao pamoja na waandishi wa habari walikuwa wakimsubiria. Yaani binti ni mwigizaji maarufu, kwa hiyo leo kurudi kwake shuleni wengi walikuwa na hamu ya kumuona, na binti ni mrembo kweli kweli. Sasa balali kaanza darasani, washikaji wakimwangalia Songi wakahisi kuumwa, na kwa jinsi Songi alipokuwa anapenda sifa ndo usiseme. Sasa wanawake wengine wakaanza muonea wivu Songi. Sipunde lecture akawa anaingia pale. Sasa bwana lecture ni Mingjung. Songi kumcheki lecture akashangaa kumuona. Mwanafunzi aliyekaa naye pembeni akamwambia, huyu ni Profesa Ming na hili somo lake ni gumu kweli kweli, hivyo unatakiwa msikilize kwa makini. Songi akakumbuka alivyomsema vibaya jana, akajiambia nimekwisha mimi. Basi pindi likaanza pale na lecture akaanza kufundisha. Sasa Songi baada ya kusikiliza yeye akawa anasinzia, watu wakicheka na yeye anacheka. Baadaye kipindi kikaisha. Sasa wanafunzi wote baada ya kutoka, Mingjung naye akawa anataka kutoka, lakini Songi akamwita, samani profesa. Akamsogelea na kusema, samani kwa kilichotokea jana, lakini mbona kama wewe ni mdogo kuliko mimi alafu wewe ni profesa? Mingjung akamuuliza, unataka kusema nini? Songi akamwambia, unajua sisi binadamu tunaishi kwa kusaidiana, na kwa kuwa wewe ni jirani yangu nilikuwa naomba msaada kwenye somo unalofundisha ili ni pass. Mingjung akaanza kumsogelea akimwambia, binadamu ni wa binafsi, ukiwasaidia mara moja wataomba msaada tena na tena, hata nikikusaidia hutoweza kunilipa baadaye. Kisha akaondoka. Songi hakumuelewa Mingjung anamaanisha nini. Sasa baadaye Mingjung akafika na kukutana na huyu mzee hapa anaitwa Mr. Jang, ndiye rafiki yake pekee aliye naye. Mingjung akamwambia, asante sana kwa msaada mkubwa ulionipatia mpaka sasa, lakini nitaomba baada ya miezi mitatu unitengenezee tena cheti cha kifo. Mr. Jang akashangaa na kuuliza, mbona ghafla hivyo? Mingjung akasema, kwa wakati huu huenda ndo ikawa mara ya mwisho kabisa ya wewe kunitengenezea cheti cha kifo, kwa sababu naenda kurudi nilikotokea. Yaani ujamaa alichokuwa anakifanya, anaishi miaka mingi, lakini ikifika kipindi fulani baada ya miaka fulani alikuwa anatengeneza cheti cha kifo, then inaonekana kama alifariki, lakini hajawahi. Miaka 400 yote imepita na bado yeye alikuwa akiishi tu katika sayari ya dunia. Kisha Mr. Jang akampatia picha moja na kumwambia, hii ni picha tuliyopiga miaka 30 iliyopita, lakini mimi tu ndo nimezeeka na wewe upo vile vile. Mingjung akasema, hii ndio sababu inayofanya mimi nisipende kutengeneza urafiki na watu, kwa sababu maisha yao ni mafupi na mimi ninabaki kuwa vile vile na ninabaki kuwa mpweke. Lakini Mingjung akasema, kabla sijaondoka natamani nikutane na mtu mmoja. Mr. Jang akamuuliza, yupi huyo? Mingjung akaanza kusimulia pale kuwa nilipofika katika dunia kwa bahati mbaya, kuna binti moja nilimsaidia, na huyo binti ndiye alikuwa mtu wa kwanza kunipa zawadi, lakini kwa bahati mbaya alifariki katika miaka mingi iliyopita. Sasa baada ya miaka mingi kupita, nikawa dokta katika hospitali moja. Siku moja nikapata maono kuwa kuna ajali moja ya binti ambaye anaenda kugongwa, na huyo binti alifanana sana na ule binti alinipa zawadi kipindi kile. Akiendelea kumhadisia Mr. Jang, upande wa pili Jeong alitoka out akiwa na Songi, akampa zawadi Songi ya pete ya uchumba, lakini Songi aliikataa. Jeong akamuuliza, kwa nini toka zamani hujawahi kubali kuwa mchumba wangu? Songi akamwambia, hivi unakumbuka sura ya mtu aliyenisaidia kwenye ile ajali ya gari ya miaka iliyopita? Sasa ilikuwa hivi, toka zamani Jeong alikuwa akimpenda sana Songi. Siku ya Krismasi akafika kumpa maua Songi kama zawadi, lakini Songi hakufurahia kumuona, akatoka na kimbia. Jeong akawa anamfukuzia. Sasa ilikuwa jirani ya barabara na kuna lori lilikuwa linakuja kwa kasi sana. Ile binti anavuka tu likawa limeshafika, lakini cha ajabu binti hakugongwa. Jeong kwenda kuangalia hakumuona Songi pale. Dereva naye alishtuka sababu aliona kabisa anaenda kumgonga binti. Songi alikuwa zake pembeni akiwa tayari ameshaokolewa. Basi Songi akamwambia, sikumbuki vizuri sura ule mtu, lakini natamani nikutane naye ili nimshukuru kwa kunisaidia ile siku na pia nimuulize kwa nini alinisaidia. Sasa inaonekana huenda Songi anampenda huyo mtu, ndio maana hajamkubalia Jeong mpaka leo. Sasa hii story inafanana kabisa na ya Mingjung. Huko Mingjung akaendelea na story yake. Kumbe ile siku alipohisi ajali itatokea, alielekea lile eneo kuangalia, ndio akamuona yule binti ambaye sasa ndo Songi alipokuwa mdogo. Akamuona anaenda kugongwa, akaamua kumsaidia, akastopisha muda na kila kitu, kisha haraka akaenda kumsaidia binti na kumsogeza pembeni. Na alipomwangalia aliona nafanana kabisa na yule binti ambaye alimsaidiaga miaka 400 iliyopita. Songi alishtuka akamuuliza, samani, kwani wewe ni malaika au ni mzimu? Lakini Mingjung hakumjibu. Sasa
Sasa leo miaka mingi imeshapita na Song-hye kakua. Mwamba Mingjung ameshindwa kabisa kumtambua Song-hye kuwa ndiye mtu ambaye anatamani kukutana naye, lakini pia Song-hye hajui kama mtu aliyemsaidia kwenye ile ajali ni Mingjung. Bwana, noma sana. Sasa leo akawa na mawazo sana, mara akiwa kwenye rift ikafunguka na mbele yake alikuwepo mrembo Song-hye. Aisee, yani watu wanaotafutana sana. Binti anamtafuta Mingjung na Mingjung anamtafuta Song-hye, lakini hawajuani kuwa wanatafutana. Alo, unafikiri itakuwaje? Je, Mingjung atamtambua Song-hye kuwa ndiye mwanamke ambaye alikuwa anamtafuta tokea zamani? Na kumbuka amebakiza miezi mitatu tu ili aondoke katika dunia na arudi alikotokea. Je, akijua kama Song-hye ndiye mwanamke anayemtafuta atafanyaje? Atabaki au vipi? Basi nikusihi usikose sehemu ya pili, yani mambo ndo kwanza yanaanza. Pia kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ili uwe mwanafamilia na upate taarifa kila siku tunapokuwa tumetoa video mpya. Basi mimi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane katika nafasi ya pili. Bye bye.